Leo njaa inaniuma, sijui mama atakuwa ameivisha. Sidhani. Si unamjua mama. Anaweza kama tusubiri tukapike. Maana ila mama naye mkorofi. Tumewahi asubuhi, tumelima, bado tena tukifika nyumbani tuanze kupika jamani. Mfanya tu tutembee haraka, tukapumzike. Kama kupika, tutapika tu rafiki yangu. Ndio watoto wa kike bana. Kazi zote za nyumbani za kwetu jamani. We naye kwa kuongea. Kazi ya kupika si wajibu wa mwanamke. Hii changamoto. Tuondoke. Tamaa imeumiza wengi. Tamaa imepoteza watu wengi. Tamaa imepoteza wakubwa na wadogo. Mama yule anakata binti yake eti kuolewa na masikini. Baba yule anataka kijana wake eti aoe binti mwenye pesa. Eti mwanangu uoe mwenye pesa, eti mwanangu uoe mwenye mali. Samani ya masikini. Jamaa zangu, mimi nawaambieni mkawa safari hii, yani sio mchezo wanangu. Yani unatoka. Kwa nini? Yani kwa sababu magogo tuliokata tilipu hii mwanangu yameiva. Yani hapo fit. Mkao wenyewe utatoka. Mkao ukiwa mzuri unawahi kununuliwa. Wateja wanakuwa wengi. Mpaka unapelea. Naamini hivyo. Si ndio wanangu? Ni kweli. Hebu niwakatishe maongezi kidogo. Hii bwana Gere jana ilikuwaje pale ndio mnavutana na kasi pale nyumbani? Bwana yuko Umbea. Hapo tupo na shughuli zingine. Unaita masuala gani hayo bwana? Unajua nimeshangaa sana. Yule mtoto watu yule binti ni mzuri. Alafu aendelee na maisha yako. Kipi ambacho ukijui? Sawa, cha ajabu ni kipi? Yule ni mtu wangu. Ni mpenzi wangu ambaye tuna malengo naye mazuri tu. Kwa mimi sioni kama kuna kitu cha ajabu sana. Bwana Luka, wewe umekuta watu wapenzi. Wapo nyumbani kwao. Wanastarehe. Walipendana wakachukuana. Ya nini kuingilia ndugu yangu? Mambo ya ngoto mwachie ngoto mwenyewe. Kwa mwelewa msikaji wangu. Haya, niamini mtu mjinga. Kuja mtakuja mnipe wajibu wenyewe. Mama yake mimi namjua. Kwanza tuachane na hayo mambo. Maana naona tu anatupatia uvivu tu hapa. Tuendelee na kazi. Kweli. Tamaa imeumiza wengi. Hivi nini? Shule nilipowaambia mpande maharage, mlimaliza kweli kupanda? Mama, tulikwambia kwamba amebaki matuta matatu. Dada. Karibu kaka. Asante. Asante. Karibu sana kaka. Asante.
Karibu ukae. Asante. Karibu kaka. Asante, nashukuru. Karibu chakula kaka. Asante, nashukuru. Ni tayari. Karibu tuendelee. Mimi niko vizuri wala msijali. Sawa. Habari yako nyumbani? Ni njema kabisa kaka. Sijui za nyumbani. Huko ni salama kabisa. Wifi na watoto hawajambo? Jambo, wote tunamshukuru Mungu. Ndio. Jambo akina mjomba. Wazima kabisa kama unavyowaona. Nashukuru sana. Mjomba, shikamoo. Baba, jambo ni kina yako. Jambo. Naendeleaje? Salama. Habari yako nyumbani? Nzuri. Salama kabisa. Watu nani? Kama hivi. Kama hivi unaona? Hakuna kazuri. Karibu. Mimi nimeshiba. Mimi nataka kazuri kaka. Umechelewa. Umechelewa? Basi siku nyingine. Siwaze. Basi nikupe niandaa. Usijali anko, sisi tena. Basi hilo limeisha. Haya anko. Asante. Baba, asante. Nashukuru sana. Asante dada. Baba, nimekuja na shida moja. Ndio. Kwenye mpaka wa mashamba yetu kule. Nimekuta mwalimu nimepitiliza pale. Sijui kuna nafikiria nini au ni makusudi. Sikufikiria kuwa nimepitiliza kaka. Nilifikiri ni pa kwangu. Ila tusipishane kwa ajili ya hilo. Sawa. Basi kesho tuende kule alafu ukanielekeze ni wapi ninapotakiwa kuishi. Tusigombane kwa ajili ya hilo kaka. Basi hamna shida. Ujiandae, mimi nitaenda kujiandaa, basi kesho tukutane. Sawa, haina shida kaka. Ili tuweke mipaka vizuri. Haina shida kakaangu. Sawa. Ndio. Haina shida. Asante sana. Kuna mjomba, kwa nini mfumie nyumbani kwangu? Usijali anko, tutakuja. Sijui kama mvua. Amna anko, usijali. Sinajua saizi tupo kwenye kazi za shamba. Kwa tukimaliza tu shamba tutakuja anko. Sawa, karibuni sana. Sawa anko, tumefurahi kukuona. Nashukuru sana, karibuni sana nyumbani. Baba, kwa heri. Haya kaka, wasalimie nyumbani. Asante, mbaki salama. Asante, nashukuru sana. Haya kaka. Haya. Ndugu wananchi, kwema? Hamjambo nyumbani? Hatujambo. Karibuni sana kwenye mkutano wa leo. Tumeitana hapa ndugu zangu, tuje tutengeneze kikao. Maana kikao chetu tumeita hapa kwa ajili ya usafi. Sasa mimi kama mwenyekiti, ajenda zetu ni mbili. Kwa hiyo mpaka sasa nimeshafungua kikao. Tumeelewana wananchi? Sasa ajenda yetu ya kwanza ni ya kufungua kikao na tumeshafungua. Ajenda yetu ya pili inahusu usafi. Mazingira ya kijiji chetu ni machafu sana. Kwa hiyo tumeitana hapa kwa ajili ya kujadili masuala ya usafi. Usafi unatakiwa. Kijiji kinaonekana ni kichafu na taarifa nimeipata kutoka wilayani. Kwa vile nimepata taarifa kutoka wilayani ndio maana nimewaita hapa. Ili tujadiliane tuone tunafanya usafi kiasi gani. Tunaelewana wananchi? Karibu. Asante ndugu mwenyekiti, mheshimiwa, kwa kupewa nafasi hii. Swali langu ni kwamba kuna kitu tunashindwa kukielewa hapo. Yaani hiki kijiji kina uchafu wa aina gani mpaka maagizo yatoke wilayani? Yaani sisi wenyewe, yaani mazingira yetu yakoje mpaka maagizo yatoke wilayani? Hebu nipe ufafanuzi hapo, ni uchafu wa aina gani huo? Ni kweli wananchi, kwa kweli kijiji chetu ni kichafu sana. Maana watu hawafanyi usafi kulingana na mazingira. Wanamwaga takataka hovyo, wanamwaga maji machafu hovyo. Kwa hiyo kuhusu afya wamepita wameangalia kijiji chetu ni kichafu sana bwana. Kwa vile kijiji chetu ni kichafu, nimepata taarifa kutoka wilayani. Na mimi nimeona niwaita hapa tujadiliane, tuone jinsi gani tunafanya usafi. Kijiji ni kichafu bwana, kuna wananchi wengine hawana choo, wala hawana bafu, wala hawana mashimo ya taka. Karibu mama hapo.
mwenyekiti hapo hapo. Kwanza nashukuru kwa nafasi hii. Mimi naomba nitilie mkazo hapo. Kweli kijiji chetu ni kichafu kimepitiliza. Mtu ana nyumba nzuri, anaishi sehemu nzuri, lakini nyumba hiyo haina choo. Hiyo inapelekea watu kujisaidia ovyo kwenye machaka, kwenye mapori, kufanya vitu vya ajabu ajabu. Alafu mvua ikinyesha, yanalipuka magonjwa ya mlipuko hapo, watu wanaharisha, wanatapika, magonjwa ya mlipuko ya matumbo. Mwenyekiti kazia hapo hapo. Nashukuru mama kwa maongezi yako mazuri. Maana ni kweli kijijini hapa lazima tufanye usafi. Tukifanya usafi tutaepukana na magonjwa. Tutaepukana na milipuko ya magonjwa ya hovyo ambayo hayatakiwi. Kwa hiyo lazima tuwe na bidii ya kufanya usafi. Karibu kijana. Asante sana mwenyekiti. Mwenyekiti, ilikuwa naombi kwanza. Naomba watu ambao hawatatekeleza maagizo yako, hatua kali za sheria zichukuliwe. Bila haya pia kwa mwenyekiti. Ni sawa kabisa kijana, nimekuelewa. Na usafi tutaufanya siku ya Jumamosi. Kila mtu atakayekuja kwenye usafi aje na koreo na mfiagio na jembe. Atakaye kaidi tutachukua hatua kali ili serikali mwaibishe na yeye afanye usafi kama watu wengine. Karibu binti. Mimi nilikuwa na swali hili. Umesema siku ya Jumamosi kwamba usafi ufanyike, na Jumamosi ni kesho. Sasa sisi wenyewe hatuna vyoo. Je, tutatekeleza hiyo kesho hiyo Jumamosi? Nilikuwa na swali hilo. Asante mwananchi. Naweza nikakusaidia kidogo. Nitawapa muda wa wiki moja tu. Kila mtu awe amekamilisha na choo kiwe kimepatikana. Kila nitakapopita kukagua mtaa nikute watu wamekamilisha choo ndani ya wiki moja. Sitaki kuambiwa choo bado. Yaani sheria kali itachukuliwa. Ndio kitu imeeleweka hiyo. Basi wananchi, mimi niwashukuru kwa kuja kwenye kikao. Angalau mmekuja wachache, lakini kwa wakati huu sasa tumemaliza kikao. Tufunge kikao, lakini mwende na yale tuliyoyazungumza hapa tukafanye usafi. Nawashukuru sana wananchi wangu. Tamaa imeumiza wengi. Tamaa imepoteza watu wengi. Tamaa imepoteza wakubwa na wadogo.